Kwa majina naitwa Modesta Lwena. Jina la filamu naitwa Believe. Kwenye filamu hii nimecheza kama mama, ambaye ni mama ambaye anawakilisha filamu nzima na wasanii wenzangu pia. Naombeni jamani support yenu. Ukiingia kwenye YouTube ukiandika Mapinduzi Films utatukuta pale. Kwa hiyo tunawapendeni wote. Tunaomba mashabiki wetu muendelee comment, like, share. Tunaombeni sana. Filamu yetu inaitwa Penzi la Mwosha Magari. Ukiingia YouTube ukiandika Mapinduzi Film au Penzi la Mwosha Magari unatupata pale. Ndio hivyo, natakiwa nifike pale kwa mama afu nizungumze naye. Sasa sijajua. Umelizika sasa? Mbinafsi mkubwa wewe. Unasemaje wewe? Mimi ni binafsi, nimefanya nini? Ina maana unachokifanya ukijui? Umeenda kwa Jackie umeongea maneno yasiyokuhusu. Au wewe ndo unanitaka? Unasekuta umekuwa sasa. Nini? Nini kinachoendelea? Kuna nini? Sinauliza nini? Mama, ongea na mwanao. Mimi si mtoto mwenzake. Sakina. Vipi, mbona ugombana na kaka? Sinakuuliza wewe. Sielewi. Dada, sister, dada, wewe dada, dada, dadangu, mimi nakuita muda wote hapo, tumekaa hapa kwa hata unitikie. Na mimi mwenyewe na stress kama wewe za mapenzi. Shit kweli. Sasa mimi sio nikajua mtu uko busy na stress yako ya mapenzi huko unaendelea kunywa maji na hilo jagi lote liishe, tumbo livimbe, uende ukakojoe, pengine stress za mapenzi zitapungua. Na ni kwanza kweli wewe. Dada. Sasa hizo ndo dadako. Siku zile pale ulipotoka haraka bila kunisikiliza. Sasa hivi ndo dadako. Hamna dada, mimi nilishakuelewa. Alafu mimi nina shida kuingia na wewe. Mimi siku nilishakuelewa vizuri sana dadangu. Hata Sakina alipokuja kazini kama kumtimua ni atoke kabisa, simtaki hata kumsikia. Leo nimeamka leo nimekaa hapa toka muda mrefu, yani watu ni
Kuna mambo nilikuwa naweka tu sawa kichwani, lakini nilikuwa na maongezi na wewe, na shida kuongea na wewe dadangu. Jackie wewe kamtimua Sakina kile alipofika kazini. Wewe. Kwa mimi dadangu, yaani nimemtia mpaka na makofi. Mbele ya watu walikuwa pale Kaoshi. Mbona kama ushaanza kunifurahisha sasa? Ai. Simu mimi mdogo wangu huko hata sisikilizi. Ndio hivyo mimi nilishamtimua, yani kifupi simtaki tena. Alafu sasa hivi nataka tu nifanye maisha yangu. Yaani nataka tu nifanye vitu ambavyo vinaenda sawa, tuishi vizuri. Maana yeye amenikuta kwenye maisha yangu, nilikuwa nakaa vizuri, nilikuwa naishi vizuri. Sidhani bila yeye kama siwezi kuishi. Ndio kitu ambacho nimekiona. Sister, nimeona nikusikilize, maneno yako amenikaa kichwani. Japokuwa mara ya kwanza alikuwa ananipelekesha sana hisia zake kwa sababu nilikuwa nampenda. Nilikuwa kwake mwingine sijaona zaidi yake. Lakini kwa sasa hivi sister yangu, mimi nimesikiza maneno yako. Nitakuwa nafanya kazi kama hivi, nashinda kazini sasa hivi. Kidogo Mungu alhamdulillah, nadhani hata leo kidogo mazingira mboga nitabadilisha sister, hata usiwaze. Yani kifupi kazi nafanya sister yangu. Na sina stress naye tena, yani simwazi kwa chochote. Yani sio kana kunywa maji na mwaza hapana, yani mimi simwazi kwa chochote. Yani shamfuta kabisa, yani simuhitaji tena. Mimi kama maskini nitabaki na umaskini wangu. Sister, ni hivi, tutaishi kwa furaha hivi sister yangu. Hata usiwazi. Yani nitakuwa kama mwanzo. Yani sasa hivi shambani twende. Kwenda kupalilianiwa twende sister. Hata usiwazi, nipo na amani tele. Mbona nipo na furaha? Yani hapo sasa hivi ugali, ndio kwa wengi. Hiyo sister haipo. Yani sasa hivi gia. Unajua hiyo. Imenifurahisha mdogo wangu. Yaani nimejisikia tu furaha. Niache tu nifurahi. Leo ndo umetimiza ule msemo wa damu ni nzito kuliko maji. Mdogo wangu, haya maamuzi uliyofanya ndio nilokuwa nayalilia kila siku kwa Mwenyezi Mungu yawe. Vile ulivyokuwa ukipitia, mimi nilikuwa nateseka mara mbili ya wewe. Kwa sababu wewe hapa nyumbani ndo baba. Kwa ile hali ilikuwa inakufanya hata kutafuta usitafute. Situation ya humu ndani ulikuwa unaiona ilivyokuwa mbaya, ndugu wangu. Haya ndo maamuzi ya mtoto wa kiume sasa. Yaani hapa sasa hivi najivunia wewe. Najua mdogo wangu hateswi tena na mapenzi. Yaani sijui nikwambieje Jackie mdogo wangu. Umenifurahisha sana. Yaani wewe nakuita mdogo wangu sababu nimekutangulia kuzaliwa. Lakini in short wewe humu ndani ndo baba, wewe ndo kaka, wewe ndo kila kitu. Kwa sababu una mtoto wa kiume, mimi mtoto wa kike tu. Alafu na kitu kingine mdogo wangu. Yaani yule msichana hata kama ungekuwa naye kwenye mahusiano, yaani bado ungenyanyasika sana. Ukumbuke hali yako wewe ya kipato na wao ni vitu vili tofauti. Wenzio matajiri, alafu wewe ndio hivyo tena hali yetu kama unavyojua. Tuna kitu. Hivi nadhani ungeifurahia hiyo ndoa au hayo mahusiano? Ungeteseka sana, ungenyanyasika kwa sababu kila kitu ingeonekana kama vile sasa yule mwanamke ndo anakulisha wewe. Tafuta mwanamke wa revu yako mdogo wangu. Tafuta mwanamke wa revu yako ambaye kipato chenu wote ni duni. Tukila Chinese analizika. Ndugu yangu unajua tutakishua. Yaani bora tu ulivyoacha. Mimi nimekuelewa sister yangu, usijali. Yaani kusuru usijali kabisa, kuwa na amani sister. Yaani kuwa na amani kabisa. Mimi nishakuelewa ndugu, sina ndugu mwingine zaidi yako. Mungu asante. Nishukuru niyo kuli mdogo wangu. Nimefurahi. Nimefurahi. Nimefurahi Jackie unajui tu. Sawa, sikufanya kitu kimoja hapo sister. Mwenyewe leo machaina hata simaindi sana. Kama hapa sio na kila hapo tuangata dagaa hapo upike hata na bamia kidogo itakuwa afadhali. Huyu ndo ile Jackie nilokuwa namsubiria. Mungu asante nile mdogo wangu. Sasa nyewe sio midondoka. Kuna kama ile nyesi ione. Uwanje weka vipi? Ai hapa. Unaona ipo haijadondoka. Sio mambo aga. Nimerumia, unaona? Sababu fanya hivyo sister, unga kama unavyoungaga. Sipa mapuni. Na familia zitangu. Lost. Wewe leta bai. Ya shida. Haya basi sasa mdogo wangu, ngoja niende nikupikie mdogo wangu maana umerudi mahala pako. Yaani wewe Sakina, Idrisa, jana nimetoka safari nimekuta mnagombana, tena ugomvi mkubwa tu. Kuna nini kati yenu hapa? Au nini kinachoendelea?
Mama, kaka Idrisa ndo alioanza. Idrisa. Kinachoendelea hapa mama, mwana Sakina anadai mimi nilienda kwa Jaki kwenda kumpiga yale maribiti asiwe naye kimapenzi. Kwa hiyo jana katoka zake huko kanikuta hapa, kafikia kunivamia, ndio ule ugomvi uloukuta. Ni watoto. Mbona mnataka kunipa pressure hivyo? Yaani watu wenyewe wawili tu. Lakini ugomvi kila siku. Kwa nini mnafanya hivyo? Wewe Sakina. Ina maana kakako alivyoenda kule ina maana amekosea? Si anakutetea wewe ili usome. Kwa hiyo asipokutetea wewe ukipata mabaya, nani atajibika kama sio kakako? Kwa nini unakuwa hivyo? Yaani wewe kila kiambia Jaki muda wote. Mama Jaki. Mama Jaki vipi? Kwa hiyo sisi tuache tu uende pabaya kwa ajili ya Jaki, si ndio? Na kuanzia leo nataka niwaambie umndani, upate sheria yangu mimi. Sitaki nikukute tena mnagombana. Na sitaki muingize balaa na mikosi ndani ya nyumba yangu. Sijui umenielewa ni watoto. Wewe Sakina unanisikiliza wewe? Wewe ndio chanzo wewe. Ndani watu atulali kwa ajili yako wewe. Jaki. Umenielewa wewe? Lakini mama, kila kitu nitachofanya huko ndani mimi unisikilize, namsikiliza kaka tu. Lakini tambua kuwa mapenzi yana nafasi yake mama. Wewe mtoto. Mama, huyu mtoto ana nini lakini huyu? Mama, unamwona mwanao? Mwanangu, unajua wewe ndio nakutegemea. Ndio. Wewe ndio mtoto wa kwanza. Umenielewa? Ndio. Nakuomba mwanangu, endelea hivyo. Hata kama anakasirika, kwa na msimamo huo. Usiache. Umesikia? Sawa mama. Ila tu nakusii punguza hasira, sababu wewe ni mtoto wa kike. Siku nyingine unaweza kujaa hasira kubwa afu kumuumiza. Sio, umenielewa? Sawa mama. Control hasira zako. Ila kumsimamia mambo anayofanya ajabu, usikate tamaa. Endelea hivyo. Ila punguza hasira mwanangu. Sio, umenielewa? Sawa mama, nimekuelewa. Nasema. Nini hiki? Yaani naomba tu baba yenu aje tu mapema. Maana nimechoka, unajua nimechoka. Yaani bora tu awepo baba yenu, kidogo mambo haya kidogo angekuwa afadhali kuliko peke yangu. Hadi nimemisi baba yako. Naomba tu arudi. Maana hatari. Vipi rafiki yangu? Ulishaenda kwa Jaki kuongea naye? Alafu mbona leo uko sawa? Sijakuzoea hivyo rafiki yangu. Nilienda. Lakini huwezi amini. Nilivyoenda pale hakuweza kunisikia kabisa. Na pia alikuwa na hasira sana. Akanifukuza kama mbwa. Pole sana rafiki yangu. Kama ni hivyo, basi unapitia wakati mgumu sana. Ila usikate tamaa, endelea tu kumbembeleza. Na imani ipo siku atakuelewa tu. Lakini mtu mwenyewe tayari ashanikatisha tamaa. Lakini kwa sababu nampenda, nitaenda tena nizungumze naye, huenda akanielewa. Dogo, naomba hela yangu. Afadhali nimekuona, nataka hela yangu. Sasa tuliongea nini lakini? Mbona nielewe, nikwambia nikipata hela na kugea hela yako. Mbona hivyo unanifikia juu brother, sio kweli wala nini? Wewe dogo unasemaje?
Bye.